Naam, wapendwa watazamaji wa Itara TV online, karibu sana kufuatilia kipindi chetu, kipindi ambacho tunazungumzia kuhusu masuala ya dini, masuala ya imani, na acha niwaambie kwamba katika kipindi hiki tutazungumzia kuhusu mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na mwalimu wetu ambaye ni Bwana Abbas, ambaye atakuwa akiongea mengi kuhusu mwezi mtukufu wa Ramadhani katika siku ya leo. Mimi ni mtangazaji wako JDKL Maestro, nikiwa mtangazaji kupitia channel Itara TV online, tukiwa nchini Burundi, mkoani Burunga. Karibu sana kufuatilia kipindi chetu. Nikukaribishe kwanza mwalimu. Asante sana. Mambo ni sawa? Tunashukuru Mungu. Ni jambo gani kwanza kabla tujaingia kwenye kinagaubaga kwenye mada yetu ya siku ya leo, ambazo kaambia Waislamu ambao wanakufuatilia mida kama na hizi kwenye media Itara TV online? Na kwa Waislamu wote, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa Ramadhani al-Mubarak. Na pia endeleeni kufuatilia channel yetu Itara TV. Like, comment, share, ni vizuri sana. Allah tawalipa kheri. Haya, asante sana. Baada ya kumsikiliza mwalimu Abbas ambaye ni mmoja kati ya walimu wakuu katika msikiti ambao unapatikana kambini Msenyi nchini Burundi hapa hivi, ambapo wakimbizi wa Kongomani wamepewa hifadhi baada ya kushambuliwa na waasi wa M23 huko nchini DRC, na hapa wamepewa hifadhi, na bado japo wako kambini wanasema kwamba watatetea bado imani ya Uislamu na kuendelea kutangaza injili yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye alileta ujumbe huo kwa dunia nzima. Asante sana. Ningetaka nijue tu zaidi kwako mwalimu, tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Naam. Tungetaka tujue Ramadhani ni nini? Huu mwezi mtukufu ilianza lini? Ndio tungetaka tujue zaidi katika siku ya leo. Asante sana ndugu mtangazaji JDKL Maestro. Ni kwamba mwezi wa Ramadhani kwanza kwa Uislamu ni mwezi kama vile alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, akasema shahru ramadhani alladhi unzila fihi alquran, kuwa Ramadhani ni mwezi ambao umeteremka ndani yake Qur'an. Na mwezi huu umefaradhishwa kwetu katika mwaka wa pili, mwezi wa Shaaban, mwaka wa pili Hijria. Unajua katika Uislamu kuna kalenda yetu ya Kiislamu inaitwa kalenda ya Hijria. Manake ilianza kuhesabiwa wakati ambapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoka Maka kuelekea Madina. Ile siku alifika Madina ikawa ndio siku ya kwanza na mwezi wa kwanza. Kwa hiyo ilipofika mwaka wa pili yuko pale mwezi wa 8 ya mwaka wa pili, mwezi wa 8 katika kalenda ya Hijria ya Kiislamu ndio inaitwa mwezi wa Shaaban. Na mwezi wa 9 ndio mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo ukafaradhishwa katika mwezi wa 8 mwaka wa pili Madina, hapo Mtume ameshakuwa Madina. Na tukataka afu tujue sasa, utuambie ni kwa nini mwezi huu una nafasi ya pekee katika dini sana ya Uislamu? Mwezi huu kweli una nafasi ya pekee kwa sababu anasema Allah subhanahu wa ta'ala, shahru ramadhanu alladhi unzila fihi alquran, mwezi mtukufu wa Ramadhani ndiyo ambayo imeteremka ndani yake Qur'an. Na Qur'ani ndicho kitabu kitukufu ambacho alikuja nacho Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Katika hiyo mwalimu Abbas, tungetaka tujue kwanza katika kufunga, wakati Muislamu anafunga siku hii ya Ramadhan, kuna kitu gani cha kupekee ambao anafaidika katika mwezi huo? Kwanza miongoni mwa faida, kuna faida nyingi sana katika kufunga mwezi wa Ramadhani. Tutaanza na aya ya Mwenyezi Mungu pale ambapo anasema ya ayyuhalladhina amanu. Hii ni aya ya 183 katika sura Al-Baqara, sura ya pili. Anasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini, imeandikwa kwenu kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kama walivyo faradhishiwa, ilivyoandikwa kwa wale waliowatangulia na wenyewe kufunga. La'allakum tattaqun, ili mupate ucha Mungu. Maana yake Waislamu tunafunga ili tupate ucha Mungu. Aya, asante. Katika hayo tu maswali ambayo tunakuona katika siku ya leo, Bwana Abbas, ningetaka nijue ni nani haswa anapaswa funga
mwezi huu wa Ramadhan, na ni nani ambaye hapashwi kufunga kwenye huu mwezi? Naam, Mwenyezi Mungu amemaliza kila kitu. Alipotuonyesha kuwa tumefaradhishwa kufunga na akatuambia mwezi wa Ramadhani ndio ambayo imeteremka ndani yake Qur'ani, akasema faman shahida minkum shahr falyasum waman kana maridan au ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar. Yeyote atakayeshuhudia, atakayeishi mwezi wa Ramadhani, utamkuta yuko hai, yuko mzima, ni lazima afunge, isipokuwa yule ambaye atakuwa ni mgonjwa au yupo katika safari. Hawa hawaruhusiwi kufunga, lakini watalipa Ramadhani siku nyingine. Na kuna wale ambao hawaruhusiwi katika kulipa, hawatolipa tena kwa kufunga, watalipa kwa kulipa fidia, kulipa ule mwezi kwa kutoa fidia. Na fidia ile ni kulishiza maskini 60. Mfano wake ni hawa watu ambao ni wazee, wana magonjwa ambayo ni haya magonjwa sugu, magonjwa ambayo hawataraji kupona leo ama kesho, wanaishi siku zote ni kwa vidonge. Mtu huyu hana siku ambayo hatokunywa dawa ili afunge Ramadhani, ili afunge alipe ile Ramadhani. Kumbe kwake ni kutoa fidia. Fidia ambayo ataitoa ni kuwalishiza maskini 60, kuwalishiza watu 60. Wanakula wanashiba. Hii ndio fidia yake yule ambaye. Na kama akuwa na uwezo wa kuweza kulisha hao watu, naam, na anaweza kafanyaje? Kama akuwa na uwezo, Mwenyezi Mungu ameshamaliza, anasema la yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Hakalifishi Mwenyezi Mungu, hakalifishi nafsi ya mtu kwa kile chenye hataweza. Mwenyezi Mungu hakalifishi nafsi kwa kile chenye hautaweza. Kama hautaweza, Mwenyezi Mungu ndo anajua mwenyewe. Asante. Labda tungetaka tufahamu mengine zaidi sana. Na ni kitu gani ambacho kinaweza kikaharibu swaumu wa Muislamu wakati huu wa mwezi mtukufu? Katika mambo ambayo yanaharibu swaumu ni mambo mengi sana. Mojawapo cha kwanza ni kukula amdan, kukula kwa utashi. Unakula kwa utashi, unajua kama ni Ramadhani lakini wewe unakula kwa utashi wako, unaharibu swaumu yako. Unakunywa kwa utashi, unaharibu swaumu yako. Unaingilia mke wako mchana ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, unaharibu swaumu yako. Au inatokea wengine wamekula sana mpaka wanashiba, inabidi kujitapikisha na nini, inaharibu swaumu yako. Ukiwa huko Muislamu upo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, inafika unaritaji. Kuritaji ni kutoka katika dini ya Uislamu. Unaharibu swaumu yako kwa sababu huwezi ukafunga na hauko Muislamu. Ni lazima ibada zote kwanza uwe Muislamu ndio ufanye ibada. Mambo kama hayo ni mambo ambayo yanaharibu swaumu. Na Ramadhani yatusaidiaje kukuza imani na kumkaribia Mwenyezi Mungu? Naam, Ramadhani inasaidia sana kwa sababu anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man swama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira Allahu ma taqaddam min dhanbi. Ya kwamba mtu yeyote mwenye kufunga kwa imani na kutegemea malipo kwa Allah, kuwa Allah ndiye ambaye atamlipa kwa kile kitendo anachokifanya cha kufunga, basi Allah anamsamehe madhambi zote. Na katika hii kufunga inamkaribisha sana mtu na Mwenyezi Mungu kwa sababu anafanya ibada sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba sisi watu ili tufanye ibada, tumwabudu yeye. Kuna mawakati ambazo tunakuwa tumeghafilika, wanadamu ni hivyo, lakini ikifika katika mwezi wa Ramadhani utaona na wale Waislamu ambao walikuwa hawapo katika njia nzuri wote wanarejea, kwa sababu wanajua kama hii Ramadhani nitasamehewa madhambi zangu. Kwa hiyo ile kufunga inamsaidia kuwa karibu na Mola wake. Yaani nikielewa zaidi sana kwamba Muislamu ambaye anayesogelea ama kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani huwa inamsogeza zaidi na Mwenyezi Mungu wake, kufanya kwamba ajitakase upya, nitamaanisha hivyo. Naam. Aya, asante sana. Katika tu hayo ningetaka nijue huu mwezi mtukufu wa Ramadhani unasaidiaje mshikamano wa watu katika jamii? Katika jamii inasaidia sana kwa sababu kwanza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani inakubidi mtu, kuna yale ambayo tunaamrishwa na dini yetu kuyafanya, lakini kuna kuwa na uzito fulani, lakini ukifika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani unapata uwepesi kwa sababu
umejikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano wake katika kuwasaidia watu waliokuwa karibu, unakuta mtu ananunua ndizi moja lakini hawezi kuila mwenyewe, anaigawia hata watu 3 4 wanachangia. Na kitu kingine ambacho ni faida jamii nzima ni kwamba Muislamu yeyote ambaye anafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwanza tunajua kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kushinda bila kula, kushinda bila kunywa, kushinda bila kumwingilia mke wako mchana. Mtu yeyote atakayekuja na gonga mlango wako, jamani ninahisi njaa, utakuwa na wepesi wa kumsaidia, kwa sababu kwanza unajua jinsi gani ukifunga unasikiaga njaa, unaijua wewe kama Muislamu. Kwa hiyo hii pia ni faida miongoni mwa faida za kijamii ambazo tunaishi nazo, na watu tunaishi nao ni watu tofauti. Kuna yule mtu ambaye anakuja kugonga mlangoni kwako, kama haujawahi kusikia njaa, haujawahi kusikia kiu, hata akikwambia jamani nahisi njaa, utakuwa na mashakili ya kuweza kumsaidia. Lakini kama wewe ni Muislamu kweli na unafunga, anakuja mtu kukwambia nahisi njaa, unajua mwenyewe njaa inakuagaje, maana unafunga na unashinda bila kunywa na bila kula. Hiyo vitu utakuwa unavijua, inasaidia sana katika jamii. Wito wako ni gani ama ujumbe gani unao kwa vijana Waislamu wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani? Asante. Kwa vijana wa Kiislamu ni kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani upo kwetu, sio Mungu wa Waislamu. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambayo tunajikurubisha kwake, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwezi mtukufu wa Ramadhani kweli tumeyaacha mengi ambayo ni haram kuyaendea, yale ambayo tulikuwa tukiyafanya katika siku zingine ambayo ni haramu, imekatazwa na dini yetu, lakini tunayaacha. Tusikomee hapa. Mwezi mtukufu wa Ramadhani isiishe kisha tukarudi katika yale ambayo tulikuwa tunayafanya maovu. Kama ulikuwa unavuta bangi, ulikuwa unakunywa pombe, ukiweza kujiziwia mwezi mzima bila kunywa, mwezi mzima bila kuvuta, mwezi mzima bila kuzini, maana yake na miaka yako utajiziwia mpaka pale utakapooa, au mpaka pale kabisa utakapoacha ile kunywa ile pombe na kuvuta hiyo sigara, bangi, mambo yote ambayo yanakatazwa ukayaacha. Ukiacha kuiba mwezi mzima, bimaana na maisha yako yote utaweza ukaacha, maana kila kitu ni kujikatalia nafsi yako wewe mwenyewe, ukajikatalia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na inawezekana. Asante sana watazamaji ambao mnaendelea bado kutusikiliza kwenye kipindi hiki ambapo tunazungumzia masuala ya dini. Niwakumbushe kwamba hii ni Itara TV online ambayo tunaalika watu wengi ambao ni wakuu wa dini, walimu wa madini, wanakuja hapa kwa ajili ya kuzungumza masuala mawili matatu kwa ajili ya renforcer, kukaza imani ya waumini wao, ili kwamba wasipotoke bali waendelee kubaki katika njia na mwongozo ambao walifunzwa na wakuu wao na mitume na wengine katika masuala ya dini. Bado ni akuwa naye na kwa kwenye ibada na matendo mema. Bwana Abasi, ni ibada gani muhimu zaidi kufanya katika mwezi huu wa Ramadhani? Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ibada zote tunazifanya, lakini kuna zile ambazo ni haswa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mfano kusali tarawih. Ibada hii ya tarawih ni ibada ambayo ina umuhimu mkubwa sana katika mwezi wa Ramadhani. Maana ni miongoni mwa nia ambazo mtu ukisali tarawih ni nia unaweka ya matendo ya kuswaumu. Na ibada hii inapatikana hasatan katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na pia kuna ibada kama qiyamul layl, kusimama usiku unamlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hizi ni ibada ambazo ni haswa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ibada hizi anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtu ambaye ameshinda na swaumu anainua mikono yake juu. Ni watu watatu ambao wakiomba dua zao, maombi, dua ni maombi, katika lugha ya Kiarabu inaitwa dua, lakini katika lugha ya Kiswahili maombi. Unamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala wakati ambapo umeshinda na swaumu, basi haina pazia kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ile maombi yako haina pazia. Kwa hiyo
hayo matendo ni matendo ambayo, ama hizo ibada ni ibada ambazo ni haswa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Asante sana. Katika hayo tu ningetaka, baada tumeshazungumzia tarawih ni nini, umeshazungumzia umuhimu wake, nataka nijue kuhusu usiku wa Lailatul Qadr. Unaweza kutueleza umuhimu wake? Naam. Lailatul Qadr maana yake usiku wa makadara. Utamaanisha nini hapo? Usiku wa makadara ni usiku ambao kama vile alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, akasema usiku huu wa makadara umeteremka. Anasema aya iko hapa, anasema inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, hakika sisi tumeiteremsha katika lailatul qadr. Hii maana yake ni Qur'ani imeteremka katika lailatul qadr. Lailatul qadri khairu min alfi shahr. Wewe Muislamu ambaye ulisimama usiku na ukafanyikiwa kusimama usiku wa Lailatul Qadr, basi ujue kuwa umepata ubora wa sawasawa na miaka na miezi 1000. Miezi 1000 ndo sawa. Fadhila za miezi 1000 katika ibada za kusali ndo faida unaipata katika usiku mmoja. Umuhimu wa Lailatul Qadr ni kwamba Lailatul Qadr ni bora kuliko miezi 1000 katika kuzidiana kiwango cha thawabu za ibada. Ukipata ibada ile ya Lailatul Qadr, basi unapata ibada sawasawa na mtu mwenye alisimama miezi 1000. Kwa kuhitimisha kipindi chetu katika siku ya leo, Bwana Abbas Mwalimu, ningetaka nijue ni shauri gani ambao unaweza kuwapatia waumini wa Kiislamu wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ninawaita Waislamu watukufu kuwa tambueni kuwa sisi kama Waislamu tumeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na malengo ya kutuumba ni kumwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tulijilinda sana, au tunajilinda sana mpaka sasa katika kusema mabaya, katika kujenga chuki na watu. Lakini tambueni kuwa hii ambayo tunayojilinda nayo katika mwezi wa Ramadhani basi iendelee, na tukumbuke kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabail litaarafu fa inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Hakika mimi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anajiita yeye kwa wingi, hakika sisi tumekuumbeni kutokana na mwanaume na mwanamke mmoja. Waja'alnakum shu'uban, tukawajalia marangi, wa qabail, na makabila tofauti, ili tumjuane, litaarafu, ili tumweze kujuana. Fa inna akramakum 'inda Allahi atqakum, mbora miongoni mwenu ni yule mwenye kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunaishi na jirani zetu vizuri, tuendelee hivi hivi. Isiwi leo sababu kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani jirani yako ni mtu mzuri, Ramadhani ikiisha jirani yako anakuwa mchawi, Ramadhani ikiisha jirani yako anakuroga, Ramadhani ikiisha jirani yako amekuiba. Subhanallah, hii itakuwa kitendo ambacho sicho kabisa na sio mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yale ambayo tunayoyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi tujitahidi sana tuweze kuendelea kufanya yale matendo mema, kwa sababu sote ni wamoja. Pia tushikamane na ibada ambazo tulikuwa tukizifanya, tuendelee hivyo hivyo. Ulikuwa huwezi kula ndizi moja mpaka uchangie na ndugu yako, endelea hivyo hivyo. Usipiki chakula kwako, watoto wanakula wanashiba na wewe mwenyewe, kisha kingine mnakimwaga, hamjui jirani yako yuko aje, hamjui jirani yako amekula, hamjui jirani yako ni. Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa hawezi kulala kama hajajua sante ya jirani yake wote gisi wapo, walikula wanalala vizuri. Akishaona hivyo anahakikisha, basi ndipo na yeye anakula na analala. Kwa hiyo tujitahidi sana tuweze kumuiga mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acha nikushukuru sana mwalimu kwa mafunzo na kujiamini kwako kwa kutoa hotuba hii, kutoa hii mafunzo katika siku ya leo. Labda nikushukuru sana, ukaribie tena katika siku nyingine, maana
leo umefika, labda ingine siku utakuwa ushaenda mbali, labda hivyo inshallah. Asante sana, tunashukuru. Asante, tunashukuru kwa kutukaribisha na kutukumbuka kama na sisi community islamiki hapa kambini kuwa tupo, ni jambo la kheri sana. Mwenyezi Mungu akulipe na endelee kupa ile roho na ujasiri wa kujua kama watu wote ni sawa na wote wana haki katika channel yako. Asante. Tunakushukuru sana. Asante sana watazamaji wapendwa wa Itara TV Online, tuwatakie pia Ramadhani mwema na yenye baraka sana na afya tele. Na shukuru sana mwalimu ambaye aliyekubali wito wetu kufika hapa na kufikia hapa ndipo ambapo tumehitimisha kipindi chetu. Mimi ni mtangazaji wako JD Kel Maestro, nilikuwa naye bwana Abbas ambaye ni mmoja kati ya walimu wazuri sana ambaye ametoa lesson nzuri sana. Kama umesikiliza na umeamini kama aliyozungumza ni ukweli na ndio dini inavyofundisha, natumaini kwamba utaniachia commentaire, like yako, utajiabone na utapartager kwa wengine.